Kipindi cha masika hali ilikuwa ni mbaya kwa sababu mtu unatakiwa uzunguke. Usipozunguka inabidi utumbukie mtoni, na ndio ilikuwa inaleta shida kwa watu wengi. Mimi mwenyewe nishashuhudia kuingia humo. Maji yakanizidi, nikasaidiwa na watu nikatoka. Kwa hiyo kwa daraja lilivyokuja ni msaada mkubwa. Mwanzo ilikuwa ni shida. Kwa sababu watoto walikuwa wanatumbukia wanakufa. Shawahi kufa mtu. Kwa sababu maji yanakuaga ni mengi, yanafika mpaka juu. Mwanzo wakati daraja hili ilikuwa ni hali mbovu kwa sababu tulikuwa mpaka tuzunguke kule relini, ama inakuwa ni mzunguko mkubwa. Hapa zamani tulikuwa tunahangaika kweli, daraja ilikuwa hamna, njia ilikuwa mvua, yani kinyesha mvua tunahangaika tunazunguka, lakini kwa sasa hivi tunapita vizuri. Sasa hivi tunapita vizuri, bajaji zinapita, japokuwa nadhani kiwango chake sijajua kama ni cha bajaji. Nadhani walitengeneza kwa ajili ya waenda miguu, basikeli labda na pikipiki. Kwa sababu wamepita, nadhani gari zinazidi kuharibu, kwa sababu nadhani kwa ajili ya ubora uliotengenezwa nadhani wa miguu au bajaji. Mwanzoni hapa kulikuwa na shida ya upitikaji. Wananchi walikuwa hawezi kupita upande mwingine. Wananchi wengi wa Masekelo, wanafunzi wanasoma Bwangija sekondari. Na wananchi wengi wanaenda sokoni kwa kupitia eneo hili. Lakini kwa sababu ya huu mto huwa hawapiti kabisa kipindi cha masika. Tunamshukuru Mama Samia Suluhu Hassan, alitenga fedha milioni 123,996 kwa ajili ya ujenzi wa kivuko hichi. Hichi kivuko ni kwa ajili ya wapita kwa miguu hasa tumewalenga, lakini mwisho wa siku tumewaruhusu bodaboda na bajaji. Lakini tumekuja kugundua hii kivuko kina upana mita 2.8. Tumekuja kugundua magari yanapita. Tumeona magari sasa yashaanza kuleta uharibifu. Yanapita usiku. Yanabeba mizigo. Na tumegundua pia bajaji wanabeba mizigo kupitia daraja hili. Kwa sababu magari yamepita hapa, kuna uharibifu tumeona. Haya mabati yamekunjika, kwa hiyo tutarekebisha, lakini tutapiga marufuku. Tutapunguza upana wa daraja na magari hayataendelea kupita.